Mgogoro wa kijeshi unaoendelea kati ya Israel na Iran unaonekana kuleta mshtuko mkubwa katika masoko ya dunia, huku Tanzania ikitajwa kuwa ni miongoni mwa nchi ambazo haziko salama juu ya athari ambazo zinaweza kujitokeza kulingana na mgogoro huu. Kwa mujibu wa taarifa mpya, bei ya mafuta aina ya Brent imepanda hadi dola 78 kwa pipa, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya 10% ndani ya muda mfupi tu tangu mgogoro huu uweze kukua kwa kasi. Hii ina maana kwamba Watanzania wanaweza kushuhudia kupanda kwa gharama za bidhaa za kila siku, kutoka mafuta ya magari hadi usafirishaji wa bidhaa masokoni. Sio hilo tu, kupanda kwa bei za mafuta huongeza pia mfumuko wa bei, hali ambayo tayari imeanza kuathiri uwezo wa wananchi kununua bidhaa muhimu. Wataalamu wa uchumi wanaonya kuwa thamani ya shilingi inaweza kuendelea kuporomoka kutokana na ongezeko la mahitaji ya dola za Kimarekani kwa ajili ya uagizaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Aidha, mfumo wa usafirishaji wa bidhaa duniani pia umeathirika, kwani baadhi ya meli zimeanza kuepuka njia ya Bahari Nyekundu na kuchukua njia ndefu kupitia Afrika Kusini, jambo ambalo linaongeza gharama na kuchelewesha bidhaa kufika masokoni. Serikali inashauriwa kuchukua hatua za haraka kama vile kujenga akiba ya mafuta ya dharura, kutoa unafuu wa kodi kwa bidhaa muhimu na kuhamasisha uzalishaji wa ndani ili kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje. Katika dunia ya leo iliyojaa mivutano ya kijeshi na kisiasa, uchumi wa Tanzania lazima ujipange na wananchi wawe tayari kwa changamoto, lakini pia kwa fursa ambazo zitajitokeza kipindi hiki chote ambacho mgogoro huu utakuwa umezidi kupamba moto kati ya mataifa haya kutoka maeneo ya Mashariki ya Kati huko, yaani mataifa ya Iran pamoja na taifa la Israel.